Unaona bosi? Okay. Kwa hiyo kila kitu saizi kipo sawa. Na siku ile ulivyopiga tu simu nimesafisha. Kwa hiyo hapa kazi imebaki ni kwako tu. Sawa. Itakuwa mwisho pale? Mwisho ni pale. Okay. Huku kule kuja chini kabisa. Nafikiri shamba nimeliona liko vizuri wala halina shida. Shamba naye kwani mpaka sasa hivi hajafika. Umeshafika huko hapa? Habari yako bwana? Salama sasa hizi. Salama, kwema? Kwema tu. Bwana nimefurahi kukuona. Tupo pamoja. Karibu sana. Asante. Huyu ndio mwenye shamba. Okay. Ndio. Huyu ndio mwenye shamba. Bwana karibu. Asante. Yaani kama unavyoliona hili shamba. Yaani shamba hili bwana lina rutuba, ni shamba la muda mrefu. Lakini pia tuliliacha kidogo lipate mbolea na nini. Ni shamba kubwa tu. Hili shamba nimelilisi kwa bibi yangu binti mwenye mvua, Chingomera. Liko kubwa mpaka kule. Okay. Na hata ukitaka kwamba tukusogezee kidogo pia kule. Dada Likondo. Okay. Samahani nakuomba mara moja. Samahani mara moja. Nakuja sasa hivi. Okay. Namsikiza huyu binti. Haya. Nakuja sasa hivi. Lakini usio na wasiwasi. Kila kitu haina shida mzee, nenda bwana. Unaona bana? Sasa habari za leo? Nakusikiliza. Mimi naitwa Lina John. Nimetokea dawati. Nilikuwa na mazungumzo na wewe ya kiofisi. Umesema unaitwa nani? Naitwa Lina John. Okay. Sikiliza. Umeona wale? Pale kuna jambo linaendelea, sawa? Kwa hiyo muda wa kuzungumza na wewe nitakuwa sina. Utanicheki. Umesema unaitwa nani? Naitwa Lina John. Lina John. Usikose basi kunitafuta. Sawa, nitakutafuta. Cheki. Sawa, mna shida. Unaelekea hivi. Pita nipite. Asante. Basi ungeendelea tu na majukumu yako. Pita nipite. Unaweza tu ukaendelea. Lina. Kwa hiyo ndio hivyo. Sasa mzee. Naam. Sasa nilitaka nikamilishe taratibu za manunuzi. Labda tutumie njia gani ya malipo? Tutumie through banking au cash? Mimi ni through nini bank? Okay. Benki. Okay, wait. Wewe dogo. Wewe mbona una hatari sana? Hai, mama. Yana. Yaani wewe unaniita mimi hapa nije kuonana na mteja afu kuna hii dili kama hii hapa. Unamtambulisha kama mimi ndio mwenye shamba. Mimi ndio mwenye shamba hili kweli? Wewe kama unaisogeza jira karibu. Jira karibu wapi? Mwenye shamba nimeshamtafuta hapatikani kwenye simu. Kwa hiyo? Kwa hiyo kama kiasi chochote kitatumwa, tutamtumia laki na sisi tubaki na cha kwetu. Sasa ndio kidogo. Sasa bwana mdogo umekomaa. Yaani umemaanisha kwamba atakapoingiza pesa huyu mteja, ina maana tutakata cha kwetu na kingine tutampa mwenye shamba. Swadata. Umekomaa, unaupiga mwingi kuliko mimi. Hivi ndio ninavyotaka mimi. Unachangamka kidogo. Sawa. Sikia umenielewa? Ushakuelewa. Ndio bwana. Karibu mdogo wangu Kibua, leo umenitembelea. Karibu. Mtoto huyu nimemleta hapa kwa babake, mmoja wa familia yako, na umle huyu kama ulivyolea wako. Kibua. Nini? Mbona sikuelewi? Hunielewi nini? Nimekwambia mtoto wa mume wako. Sasa kama hunielewi mimi, ngoja mume wako ndo atakuelewa. Mume wangu Kondo. Baba Mangala. Binti, nimetika wito
Unajua mazungumzo mazuri fanyika sehemu nzuri, sehemu ambayo kuna vinywaji na muziki laini Kuna sehemu nyingi tu hapa, kuna sehemu kadhaa, sehemu nzuri ambapo tunaweza tukakaa, tukazungumza na tukapata vinywaji vya aina kwa aina. Alafu isitoshe, usihofie kwa sababu mimi ni dalali maarufu, naitwa Kondo aka Downtown, dalali Downtown. Kwa hiyo pesa ninayo kwa kifupi. Tukikaa pale unapata kinywaji, unapata nyama ya kuchoma na mazungumzo mazuri. So unaonaje tukihamisha kikao hiki tukaenda kukaa sehemu nzuri yenye kufurahisha? Kama nilivyojitambulisha mwanzo, naitwa Lina John. Taasisi yangu inahusika na haki za wanawake pamoja na watoto. Ofisi yangu imepokea malalamiko kutoka kwa familia yako. Lakini si kwa ubaya. Samahani, nilitaka ninywe maji. Unataka kunywa kutumia mikono? Kwa umeshinda kusubiri mtu yeyote akupe cha kuchotea ukanywa maji? Asante. Wewe hebu niambie, ni nani aliyekutuma uende kule katika serikali ya kijiji ukaeleze matatizo hapa nyumbani? Taarifa gani mume wangu? Kelele! Hivi wewe, hebu niambie, hiyo tabia ya kutoka hapa ndani kwangu kwenda kuyaeleza matatizo nje ya nyumbani kwangu eti katika serikali ya kijiji, huo utamaduni umeutoa wapi? Baba Mangala. Kelele! Mila na desturi zetu zinasema mwanaume katika nyumba ni kiongozi na ndio serikali kuu. Tena isitoshe sasa unakwenda kule unakwenda kueleza mambo ya kiumbea kwa yule binti mdogo kabisa eti serikali. Serikali gani? Serikali mtoto mdogo kabisa yule. Hebu niambie, wewe hapa ndani huli? Huvai? Sikutimizii matatizo yako? Shida zako haziishi hapa ndani?
Nani kakwambia ufanye hayo? Ulikuwa upatikani kwenye simu na mtoto alikuwa hali yake mbaya. Mimi nilikwenda kwa wema tu. Sasa sikiliza, wewe mke wangu, watoto wangu, nina mamlaka ya kuwaadhibu mimi mwenyewe ninavyotaka. Baba Mangala, naomba nisamee mme wangu, si bwelela. Na waadhibu mwenyewe. Sirudi mme wangu. Wewe Mama, kwani mwanayu unonene lelo choni bama choni jamani? Mama, mimi nimekuja kusalimia tu na kujua hali ya Mangala vipi, anaendeleaje? Kwani kwa chumba makai yangu choni nokuta neni takune serikali nikulongela siri yangu, lakini gwage siri yangu huitunzile kumlongela mlume wangu mpaka kanitoa. Au hunielewi? Nimekuja kwenye serikali yako kukwambia siri yangu. Wewe umeshindwa kuitunza siri yangu. Kwani umemwambia mume wangu? Ona alivyonipiga. Konga ya pole. Ne sikubama ukaianguke. Sikutaki kabisa, nenda. Nenda. Ulionitendea yanatosha, nenda. Nishakwambia sikutaki. Lakini mama pole, mimi nilikuwa kwenye kutengeneza. Nimekwambia sikutaki nyumbani kwangu. Sikutaki, nenda. Toka nyumbani kwangu, nimekwambia toka. Toka. Jamani. Nimeiona zawadi ulimpatia mkeo. Kwa hiyo wewe labda ulikuwa unataka mimi nifanyeje? Wewe unataka mimi nifanyeje? Bwana Kondo, unachokifanya ni kosa kisheria. Binti, mimi niko hapa kukusikiliza wewe. Tumekutana tu hapa kama ajali. Sasa na vitu vingi vya kufanya na kusikiliza. Ongea neno, uendelee na mimi niendelee na safari zangu. Nikufahamishe tu, nipo hapa kwa ajili ya mwanamke yoyote anayetisika. Nipo kwa ajili ya kuwatoa wanawake katika huu unyanyasaji mnaofanya. Hayo mambo ya kimila na desturi yalishapitwa na muda. Nipo hapa kwa ajili ya kuwakomboa wanawake, na ninakuahidi nitasimama na mke wako mpaka utakapoacha hiyo tabia yako. Na mara nyingine sitoongea hivi. Bwana Kondo. Kwa hiyo wewe binti umenisimamisha hapa ili kunielekeza mimi namna gani niishi na mke wangu, si ndio? Hivi kama mwanamke haelewi yale ambayo mumewe anamuelekeza ndani, anaambiwa ndani, yeye anayatoa nje. Alafu wewe mwanamke nimchekee tu. Yaani nimchekee burudani kabisa. Ananifurahisha eti kwa sababu nyinyi mpo kwa ajili ya kurekebisha. Sikiliza. Mila na desturi lazima ziheshimike. Mwanamke kamenikosea, lazima nitafute namna gani ya kumnyoosha. Sasa sio kama mimi nafanya hivi labda najituma mimi mwenyewe, lazima nimnyooshe kwa sababu mila na desturi zinataka hivyo. Hivyo usitaki kunipangia cha kufanya kwa mke wangu.
Hivi sasa hivi nyie mabinti mnakwenda huko sijui vyuo, sijui mnapata diploma, degree, basi mnatuona sisi wazee hatujui sheria wala hatujui nini. Sisi tuko vizuri. Tukikutana mara nyingine hautaamini kama ni mimi nilokuambia kule mwanzo kwamba tabia unayofanya hainifurahishi na ni kosa kisheria. Hivi kwa umri wa yule mama na kipigo unachompatia, siku akikufia mikononi? Sikiliza binti, usinitishie mimi kwa kuhusu kifo. Umeelewa bwana? Mimi sijawahi kuua mtu. Kwanza mimi jela sijawahi kwenda. Mimi jela nasikia tu jela. Mimi toka nizaliwe nimejitunza vizuri kabisa. Mimi na jela tuko baki. Yaani baki kabisa. Na mimi nakwambia mimi sio mnyonge. Mimi sio mnyonge. Mimi kule kilabuni, sawa, nikikorofishwa wale walevi wote 10, 15 na somba wote napiga na wagundiza ninavyotaka mimi. Napiga kweli, lakini sijawahi kupelekwa kwa mjumbe serikali ya kijiji wala sijawahi kwenda kushtakiwa popote. Kama kukuelewa nimeshakuelewa. Lakini sasa naona kama vile wewe unanipeleka unavyotaka. Sasa nyinyi wewe mchukue yule binti, nenda mkaishi naye huko mnakotaka. Mwelekezeni mnachotaka. Lakini mimi nimesema hivi, mimi msimamo wangu ndio huo na muda wa kuendelea kukusikiliza mimi tena sina. Bwana Kondo. Bwana Kondo, nitakufunga. Nitakufunga. Nitakufunga mchana kweupe. Nimeshakwambia mimi na jela tuko baki. Siendi jela, siendi. Mbona unielewi? Siendi binti. Sister. Karibu. Asante sana. Yaani si wengine tumezoea kula 2, 3, tumemaliza. Lakini leo unapiga mzigo wa kutosha, sio mchezo. Nyie mshazoea kula vitu vilivyokaa sana, vitu vya nini huko. Tayari. Hivyo vitu ni vyenyewe vinatoka shambani na kupikwa. Babu yako yuko? Nampigia simu, hapokei simu zangu, namtumia SMS, hajibu. Sijajua shida nini zaidi. Afueje Shimu? Yule sio babu yangu. Sijui unanielewa? Hivi, si ndio wewe ulikuwa ukinifuata kipindi kile alikuwa nakutuma? Shemeji, sijui ipo hivi, yule ipo hivi. Leo hii unaongea maneno hayo? Aisha, wewe ulikuwa unafuata pesa zake? Imeumana. Hivyo binti, wewe unataka mimi niongeeje mpaka unisikie? Nikwambieje mpaka unielewe? Unataka nini katika familia yangu? Baba Mangala. Kelele. Nimekwambia hivi, familia yangu ni serikali kamili na kiongozi ni mimi, hakuna mtu mwingine. Kuna kitu mbona nitafuta mimi, si ndio? Sasa leo tunaacha maneno chini, tuanze hivi. Baba Mangala, mleke mwanao wanu mtomkoma kopata deni ukuyofungwa kolekai wana. Baba Mangala,